Katika video zilizopita tulishazungumza kuhusu utajuaje ubora wa mbegu zako zipoje na utafanya hatua gani, na tulizungumza kuhusu idadi, tukazungumzia kuhusu idadi ya mbegu, tukazungumza kuhusu uwezo wa kukimbia, lakini pia tulizungumza kuhusu umbo linalofaa, kuhusu mkia inakuwaje. Tulizungumza katika video. Kama bado hujasikiliza basi rudi moja kwa moja kasikilize. Lakini vitu ambavyo vinavyoua mbegu, tutazungumzia vitu viwili ambavyo vinavyoharibu ubora wa mbegu. Na kitu cha kwanza tutakachozungumzia, tulizungumza kwamba mbegu ni tukusudia kama ni wanajeshi ambao wako vitani au ni wanajeshi ambao wa nchi fulani au nchi husika, basi wanakuwa wanatakiwa wawe katika hali gani. Sasa katika kitu ambacho kinachokuwa kinaua wanajeshi kabla ya kufika kwenye vita, basi tutavizungumzia hivi vitu viwili. Adui wa kwanza ni joto kali kwenye korodani, au tunakusudia kama tuligusia kule nyuma, tukazungumza kuhusu maji ya moto, tukazungumzia kwenye majakuzi, tukazungumzia kuhusu joto lile linapokuwa linaharibu kile ubora wa mbegu. Basi ni hapo tulikuwa tunataka kuzungumzia leo. Sasa katika vitu ambavyo vinavyoharibu joto, basi vinavyopelekea joto la kutosha na unakuta wanajeshi wako wanakufa wakiwa hodini kabla kufika katika lengo lako. Lakini kitu ambacho kinachosababisha miongoni mwa vitu ambavyo vinavyosababisha joto linapanda kwa wingi au kuharibu kwa joto, sio lazima kuoga tu maji ya moto, kuvaa nguo za kubana. Unapovaa nguo za kubana, basi unasogeza zile korodani zako karibu pale, unakuwa unazibana, zinakuwa upumuaji wake unakuwa ni hafifu. Kwa hiyo unapelekea changamoto kuzifanya zinakuwa nyingi sana na kuongeza joto la kutosha. Asa imagine mtu yuko katika joto lakini anavuta sigara bado, anaendelea kuban vitu vya ndani. Lakini pia kupakata laptop mapajani, kuweka kompyuta au kuweka laptop mapajani kwa masaa mengi kunaongeza kwa sababu ile betri linakuwa linafanya rotation. Kwa watu wananielewa kwamba linapokuwa linafanya charging, kwa unapokuwa linafanya charging unapelekea zile laptop inakuwa za moto au zinafanya movement, zinafanya kazi, zinakuwa ziko za moto. Kwa unapelekea ile joto, unakuwa kwa sababu umekata maeneo yale, basi unakuwa unaongeza joto katika mapaja yako. Basi unaongeza joto katika mapaja yako na ubora wa mbegu unakuwa unawaua wanajeshi wako wakiwa wako udini. Kwa hiyo ni moja ya sababu kubwa sana. Lakini pia kitu kingine, simu tunakuwa tunaziweka mfukoni kwa muda mrefu. Simu zinakuwa zina affect mionzi, zina affect zile joto. Kuna simu nyingine za moto ukiziweka wewe unahisi mbona simu inaweza kanilipukia kwa sababu ya joto. Lakini pia unaweza madereva, nazungumza na madereva, mazingira ya kazi au misafara mirefu au watu wanafanya kazi viwandani karibu na matanuri ya moto, wanafanya kazi wale watu wa jikoni, basi mazingira kama hayo yanakuwa yanadhoofisha ubora wa mbegu zako, na unakuta wanajeshi wako wanawahi kufa kabla ya kuingia vitani. Lakini pia huyu ni adui wa kwanza wa joto. Lakini pia sumu, tunazungumzia adui wa pili, tunazungumzia ni sumu za sigara, pombe na madawa. Uvutaji wa sigara au matumizi makubwa ya pombe yanaleta chemical chafu mwilini ambazo zinasababisha seli zinazotengeneza mbegu na kupelekea mbegu zisitoke katika ubora wake. Kwa unakuta watu wengi, unakuta anayetumia sigara, anatumia sigara, basi anakuwa na ban zile uwezo wake, anaban ubora wake, na hizi sumu zinakuwa zinazalishwa kwa wingi. Na unakuta watu wengi ambao wametumia sigara, wametumia pombe, wametumia madawa, basi wanakuwa wanaingia katika wimbi kubwa sana la changamoto nyingi za kiafya, ikiwemo unakuta mtu anaumwa goita, kansa ya koo, lakini pia vitu vingine vinapelekea madhara yanakuwa inapelekea mbegu zako pia zinakuwa dhaifu na zinakuwa vilema. Kwa mara nyingi unapokuwa unatumia hizi chemical kama hizi, basi unakuwa unajiingiza katika zile ubora wa mbegu zako zinakuwa hazina ile morphology tulizungumza kule nyuma. Morphology tunakusudia mbegu zako zinakuwa hazina
hazina mkia wala hazina kichwa za kutosha. Kwa hiyo kunapelekea unaingia katika wimbi kubwa sana la changamoto ya nguvu za kiume. Lakini tulishazungumza pia unapokuwa unatumia vitu kama hivi, basi unakuwa unajiingiza katika motility inakuwa low, motility yako inakuwa ni low, mbegu zako zinashindwa kuflow vizuri. Lakini pia tulishazungumza nyuma, tukazungumza kuhusu low sperm count. Ukiwa unatumia vitu kama hivi, basi unajiingiza katika low sperm count, kwamba mbegu zako zinakuwa ni dhaifu na zinakuwa ni ziko chache sana. Lakini pia unapokuwa unatumia madawa kuna wengine unakuta tutaka tuelewe ya kwamba ili wewe uweze kusimamisha vizuri ni lazima kuwe kuna flow ya damu ambayo iko nzuri. Ikiwa flow yako ya damu haiko vizuri, basi unakuwa unaingia katika wimbi kubwa sana la erection yako inakuwa ni ndogo. Unapokuwa unashiriki, uwezo wako unakuwa mdogo. Unapokuwa unashiriki, mbegu zako zinakuwa ni dhaifu. Unapokuwa unashiriki, ubora wako unakuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo unapelekea changamoto inakuwa ni kubwa katika mfumo wako wa uzazi. Kwa hiyo kuna wengine mtu anaenda anatumia dawa, anaifanya damu yake itembee kwa spidi ambapo tofauti na mwili wake. Ni sawasawa na wewe unachukua labda unalazimisha chupa ya chai iendelee kujaa katika uwezo wake. Unalazimisha gari yako itembee katika spidi ambayo sio sahihi, katika spidi ambayo gari yako imepangiwa maximum speed, labda kulingana na uwezo wako. Labda gari yako ina uwezo wa kukimbia labda spidi 200, lakini gari yako unaiforce itembee spidi 230 au 250, hali ya kuwa labda ukizidisha spidi sana unapelekea labda belt inakatika, labda inakuwa haina balance vizuri, basi unakuwa unaingia katika wimbi kubwa sana la madhara makubwa sana ya kutumia madawa bila uangalifu. Kwamba unapokuwa unatumia madawa bila uangalifu, basi unakuwa unapelekea damu yako isitembee katika mtiririko wake. Ndio maana unakuta wengine ambao wanatumia madawa bila uangalizi, bila kuambiwa chochote, bila msaada wowote, basi wanakuwa wanaingia katika wimbi kubwa sana la changamoto hizi za uzazi. Kwa hiyo ikiwa kama tumezungumza hapo, ikiwa sasa wewe unataka mwili wako ili uweze kukua vizuri zaidi, basi upe mwili wako ubaridi wa kutosha kwa kukaa sehemu za baridi. Usikae sana sehemu za joto. Jitahidi sana uvae nguo ambazo zinapitisha hewa kuingia na kutoka. Lakini pia jitahidi upate usingizi wa kutosha, kwa sababu unapokuwa unapumzika vizuri, basi uzalishaji wa mbegu unazalishwa sana kipindi ambacho umelala usingizi mzito. Ndio pale mbegu zako zinakuwa zinazalishwa sana. Ndio maana unakuta watu wengi wakishamaliza kushiriki tendo wanakuwa wanapata usingizi mzito sana, kwa sababu wanajeshi wake wote amewatumia na hana reserve ya wanajeshi wengine. Kwa hiyo unakuta usingizi lazima apate mzito ili aweze kurudisha baadhi ya wanajeshi wake. Lakini pia kula vyakula ambavyo vya kupandisha uzazi, vyakula hakikisha upata vyakula ambavyo vya kuweza kupata zinki za kutosha, kupata antioxidants za kutosha. Kwa mfano kama mbegu za maboga, tumia kwa wingi, kiganja kimoja walau kwa siku. Lakini pia mayai ya kienyeji, lakini mboga za majani, spinach, mchicha, hivyo vitu vinakuwa vinasaidia sana katika uzalishaji wako. Lakini pia jitahidi kunywa maji ya kutosha, ili tezi dume zile ziweze kuwa zinaweza kuzalisha maji mengi ya kutosha. Lakini pia unapokuwa unakunywa maji mengi ya kutosha, basi unapelekea basi uzalishaji wako unakuwa mwepesi. Lakini pia unakuwa una cool zile korodani zako, au una cool kile kiwanda chako, au una cool wale wanajeshi wako, unatengeneza katika kiwango kizuri. Tunatakiwa tujue kwamba uzazi wa wanaume
unategemea jinsi unavyoutunza. Uzazi wa mwanaume unategemea jinsi unavyoulea, kwa sababu unavyolewa wanajeshi wako, unawapa ubaridi wa kutosha, lakini pia ukiacha kuwabana, ukiwapa nafasi wapate, lakini ukiepusha na laptop ya pajani, kutumia maji ya moto kwenye kukaa kwenye majakuzi kwa muda mrefu, basi kuwapa lishe bora na vitu muhimu, basi unazalisha kikosi ambacho imara na kilichokuwa bora, ambacho kitakupa furaha na kukupa nafasi ya kuitwa baba. Asante sana. Kama bado hujasubscribe, basi hakikisha una subscribe mapema ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata nakala zetu za moja kwa moja. Asante sana, Mungu akubariki. Tutaona katika vipindi vinavyokuja. Huko mbele tutazungumza kuhusu vitu vingine na mada nyingine. Sasa nakushauri kama bado hujapata kitabu chako, basi jitahidi uweze kukipata mapema ili uweze kujua vitu kama hivi, vitu kama hivi tumevizungumza, vitu kama hivi tumevielezea, lakini ukiwa unavipuuzia, unaviacha, basi na wewe afya yako inakuwa inapuuzika pia, kwa sababu afya inahitaji uangalizi, inahitaji usimamizi, na msimamizi mmoja wa kwanza mkubwa sana ni wewe. Tukiwa mwenyewe ujisimamie, ujitathmini, wewe uko wapi na unaenda wapi. Asante sana, Mungu akubariki. Tuona katika vipindi vinavyokuja.